Kuwa na subira ni jambo la muhimu katika maisha ya mwanadamu yoyote. Anayemjua Mungu, asiyemjua Mungu. Dini yoyote iwe ya Kikristo, iwe ya Kiislamu au dini zote ambazo zinaelewa ya kwamba kunaye aliyewaumba. Tunaona ya kwamba subira au kutokuwa na subira kumeleta watu wengi katika shida, kumeingiza watu wengi katika majaribu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika kitabu ambacho ni cha Kumbukumbu au kitabu cha Kutoka, kitabu ambacho ni cha Kutoka mlango wa 32 mstari wa 1, maandiko yanasema ya kwamba wana wa Israeli walipoona Musa amekawia. Musa alikuwa anatumwa na Mungu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Musa alikuwa ni kiongozi na hangeweza kuongoza wanadamu kupitia kwa akili na maarifa yake. Musa naye alimtegemea Mwenyezi Mungu ili aweze kumpa mwongozo na mwelekeo vile atakavyowaongoza watu ambao Mwenyezi Mungu amempa au kundi alilokuwa amepewa na Mungu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Musa alienda kuwasiliana na Mungu kule mlimani, na Biblia inasema ya kwamba Musa alikawia kwa muda, na alipokuwa hiyo wana wa Israeli walimzoea kumuona karibu, walizoea kusikia habari njema kutoka kwake, walizoea kuwafanyia miujiza, na Biblia inasema ya kwamba wakakata tamaa, wakashindwa na subira, wakashindwa na kungojea, wakalemewa na uvumilivu, na Biblia inasema ya kwamba wakamuita Aroni aliyekuwa ndugu yake Musa ambaye alikuwa ni kuhani. Biblia inasema ya kwamba wakamwambia Aroni, haiwezekani, huyu Musa aliyeenda mlimani amekawia sana. Kwa hivyo tunataka ukaweze kututengenezea sanamu ambaye itakuwa kama Mungu, tutakuwa tukiitazama. Tunataka Mungu ambaye tutamuona kwa macho yetu, kwa sababu huyu Mungu asiyeonekana tumemngoja kwa miaka mingi, tumemngoja kwa siku nyingi, ni kama atendi mapenzi yake ambaye anapitia kwa Musa, ndio Musa atuletea habari, ndio baadaye akaweze kutenda. Kwa hivyo wakakosa uvumilivu, wakashindwa kuwa na subira. Biblia inasema ya kwamba wakamuingiza Aroni katika majaribu, akawatengenezea sanamu ambayo ilikuwa ni miungu, wakaanza kuiabudu. Watu wengi katika maisha yao, kuna wengi ambao ni watoto ambao wamesoma vizuri, kuna wengi ambao wako na degree, kuna wengi wana vyeti vyao, kuna wengi ambao wamesomea kazi kubwa kubwa, lakini wakati mwingine wanakosa hiyo kazi, wanajaribu kuvumilia, kungojea. Saa zingine wametiwa moyo, wamepewa matumaini, wameambia subirini wakati wa Mungu, na wanaona kama wakati wa Mungu umekawia, wakati wa Mungu haufai. Wengine wameingia katika magenge ambayo ni ya ujambazi, ambayo ni ya uizi. Wengine wameingia katika njia ambazo ni mbaya. Wengine wametoa hata wazazi wao, wengine wametoa ndugu zao, wamewatoa kafara kwa shetani ili wakaweze kupata mali. Kuna wengine pia wamengojea sana, wameona miujiza ya Mungu inakawia. Wengine wameona watu hawapendi hata kazini, wanaona wanadharauliwa, wanajaribu kungojea mapenzi ya Mungu. Inafika wakati wanakata tamaa, wanaamua ya kwamba watajipigania wenyewe. Wengine wameingia katika vikundi, vyama vibaya ili wakaweze kupendwa. Wengine wameingia, wametafuta nguvu za giza ili zikaweze kuwavutia watu. Wengine wafanyi biashara, wameona biashara vyao vimerudi nyuma kwa miaka mingi. Wengine wanaona kana kwamba wanafirisika, wameamua kujiunga katika au kutafuta vitu tofauti vya kuvutia wateja, kuzubaisha wateja. Lakini ningependa kuambia kwamba vitu hivi ambavyo tunaviita sanamu, vitu hivi ambavyo tunaviita miungu, vina mwisho wake. Vitafika wakati ambapo vitaisha nguvu, na vitakapoisha nguvu, hakika maangamizi yatakuwa kwako. Tunaona ya kwamba sanamu hii ambayo ilitengenezwa, Biblia inasema ya kwamba wakatoa matumaini yao kwa Mungu, na wakasema ya kwamba huyu ndio Mungu aliyetutoa Misri akatuleta hapa jangwani. Kwa hivyo wakawa wanasherekea, wanashangilia, lakini tunaona ya kwamba ghadhabu ya Mungu iliwashukia na wakaangamia watu wengi. Kwa hiyo ndugu yangu, hata kama
utafanikiwa ya kwamba utafurahia kwamba maisha yako tangu utoke kwa Mungu na kujiunga katika nguvu za giza, unaona kama mambo yako yanaenda vizuri, unajidanganya ndugu yangu. Endelea tu kumtumaini Mungu. Itafika wakati maisha yatakuwa magumu, njia zitakuendea vibaya, watu wako wataanza kukufa ovyo ovyo, utajiri wako utaanza kuondoka ovyo ovyo, utaweza kuondoka, utapaki na huzuni na masikitiko hata kuliko yale masikitiko ya kwanza. Afadhali ungevumilia ya masikitiko ya kwanza, ukitarajia Mwenyezi Mungu akuingize katika hatua ambazo alikuwa amekusudia mbele zako za mafanikio na ushindi mkubwa. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, siku ya leo ningependa kupa neno hili la tumaini ya kwamba usikate tamaa, mtumaini Mwenyezi Mungu. Wengine katika ndoa zao wametafuta vitu ambao walifikiria vitaleta amani katika ndoa, vimeleta machafuko. Ulifikiria utapendwa, sasa chuki ndio imezidi zaidi, na lawama ndio zimezidi, na hata uasi ndio umezidi zaidi. Afadhali ungemtumaini Mwenyezi Mungu. Laiti ungemtumaini Mwenyezi Mungu, na jamii yako, ndoa yako ungeiweka mbele za Bwana. Hata kama imepitia mambo mazito kwa muda mrefu, kuna wakati ambapo usalama utapatikana. Hautaishi katika hali ya kilio siku zote. Mungu hajakuweka ulie siku zote za maisha yako. Kuna mabadiliko katika maisha, kuna mabadiliko, kuna rehema ya Mungu, kuna kuonekaniwa tena, kuna kibali kipya tena, kuna kubalika tena katika maisha. Kwa hivyo wengi wamejaribu njia nyingi ili maisha yao yawe mazuri, lakini yamekuwa mazuri kwa muda mfupi tu kwa macho yao ya kuwadanganya ya kwamba yamekuwa mazuri, lakini kufumba na kufumbua yamekuwa mabaya. Nimeshuhudia watu wengi, kijana mdogo anainuka tu kwa sasa, anajitokeza, anasema ya kwamba hataki mambo ya Mungu, yeye ameshikana katika mafanikio, na baadaye tunaona ya kwamba watu wake wanashangilia kwa muda, lakini kufumba na kufumbua maisha yake yanafupika, hayuko tena. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba tukaweze kuwa na subira katika kila jambo, na tukaweze kumtumaini Mungu katika maisha yetu. Kunao pia wale wainjilisti wamejitokeza, wamejaribu, wameona wamedharauliwa na watu, wanajaribu kuambia watu jambo, watu hawasikizi, na kwa vile wanataka kusikizwa kwa lazima, na kwa vile wanataka watu wasikie sauti yao kwa lazima, wamejiingiza katika njia ambazo ni mbaya, wamejiingiza kwa ushirikina, wamechanganya Mungu pamoja na ushirikina, na Mungu amekuwa akipingana nao kila mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu, Biblia inatuambia kwamba yeye ni Mungu wa wivu. Hataki tuabudu miungu mingine, anataka tumwabudu yeye peke yake. Mungu anawakasirikia, maisha yanaharibika, wanakuta ya kwamba wameleta maafa, wanasababisha maafa kwa washiriki wao vihovyo, wanawatoa kafara. Baadaye wanaanza kutoa hata watoto wao, wanaanza kujitoa wenyewe kafara, na tunaona maisha yao yanamalizika vibaya. Wanavuma kwa muda mfupi, na baadaye wanayeyuka na kupotea, kwa sababu wamekuwa kama moshi, kama mvuke unaonekana kwa kitambo na kisha unatoweka. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, hakika ni wakati ambao ni wa muhimu. Wewe baba yangu na mama yangu mpendwa, ni wakati ambao ni wa muhimu kwa kuwa na subira kwake Mwenyezi Mungu. Mtoto hajafanikiwa kwa miaka mingi, usimtafutie nguvu za giza, usimuendee kwa ushirikina ukienda kutafuta shida ni nini. Hakika utaharibu maisha yake, utaharibu maisha yako pia. Katika hiyo ndoa yako unaenda kuulizia aliwekwa wapi, aliwekwa kwa chupa, aliwekwa kwa mtungi, aliwekwa kwa kibui. Hakika maisha yako yataharibika. Ndipo ndoa itakuwa mbaya kabisa, ndipo ndoa itakuwa na shida nyingi na migogoro, kwa sababu umezunguka. Mkienda unaambia leta nguo hii, leta suruali hii, unaambia leta sijui kitu gani. Hiyo vitu vyote ambao unavipeleka kwa waganga na washirikina, usifikirie ya kwamba ndio wanaenda kumtengeneza. Wanaenda kumuharibu kabisa huyo mke wako, wanaenda kumuharibu huyo mume wako, wanaenda kuharibu kabisa watoto wako. Unaambia peleka vitabu vyake vya shule, hatiashiki chochote. Wanaenda kumuharibu kabisa. Wanakuambia biashara vyako havifanyi vizuri, leta pesa fulani, kiasi fulani kutoka kwa biashara vyako ili tuzitengeneze. Wanamaliza biashara vyako kabisa. Wewe mtumaini Mungu katika maisha yako. Hiyo kazi ambayo umepata, hata kuna vita vingi, endelea kumtumaini Mungu.
ataweza kukushindania, ataleta amani uko kazini. Tumaini Bwana, usikate tamaa, usichoke, endelea kusubiri. Tumaini liko na Mwenyezi Mungu amekusudia kutenda mema katika maisha yetu. Anatuambia kwamba ana mawazo mazuri, ana mipango mizuri, ni kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na maisha yetu ya siku za usoni. Hebu tumtumaini Mungu na tumtegemee. Yeye ndiye tumaini katika maisha yetu. Tusiabudu miungu, tusimuache Mungu, tuendelee kumtumaini na kumtegemea katika njia zetu zote.